Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Tukiendelea na darasa yetu ya as-salatu al-maqbula, sala yenye kukubalika. Tulikomea ma hiya najasat, najisi ni zipi. Baada ya kuwa tumeeleza najisi ni nini, leo tuko katika ma hiya najasat, hizo najisi ni zipi ambazo kwamba kama Muislamu unafaa kujua, unapaswa kujua, uweze kujiepusha nazo itakapokugusa ili uweze kujitahirisha nayo. Ya kwanza na ya pili katika hizo najisi ni al-ghaitul insan wa bawluhu, ni haja kubwa ya mwanadamu na haja ndogo. Liumumi al-ahadithi al-istinja, kwa kuja kueleza hadithi ya kuamuru mtu pale atakapoenda kukidhi haja yake awe ni mwenye kujitahirisha. Sababu ya muda hatutokuwa na uwezo wa kuyaleta hiyo za hadithi zote hapa, lakini ni kitu ambacho kwamba tabii mwanadamu anajua. Ama kama Muislamu unajua ukienda haja lazima uweze kujitahirisha, jinsi tutakavyokuja kuyaeleza pia nayo hali ya kujitahirisha. وقصة العربي الذي بال في المسجد, na qissa maarufu ambayo kwamba inajulikana ya yule mbedui, yule mwarabu aliyekuja kukojoa ndani ya msikiti ya Mtume sallallahu alaihi wasallama. Pale wa masahaba wengine wakawa ni wenye kumrukia, wanataka kumpiga Mtume sallallahu alaihi wasallama, aliwazuia. Huyu akawa ni mwenye kukidhi haja yake. Baada ya kumaliza kukojoa kwake, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliitisha maji, akawa ni mwenye kumwaga juu yake ili kuitahirisha mkojo kama ile ama najisi kama lile. Hadithi ambayo iko katika Sahih al-Bukhari na Sahih al-Muslim. Sahih al-Bukhari hadithi namba 1625, Sahih al-Muslim hadithi namba 284. wal hadith adhab al-qabr, na ile hadithi ambayo kwamba inaeleza yule mtu ambaye kwamba alikuwa anaadhibiwa ndani ya kabri. Pale Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake walikuwa wako katika matembezi yao, wakapita kwa kaburi fulani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama na akaambia wale maswahaba, innakuma la yu'adhabani wama yu'adhabani fi kabirin, amma ahadukuma yamshi bin namima wa amma al-akhar fakana la yastanzihu min bawlihi. Muttafaqun alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaambia masahaba, innakuma la yu'adhaban, hakika hawa watu wawili wanaadhibiwa, na hawakuwa wanaadhibiwa kwa kitu kikubwa sana, bal chenye walikuwa akiadhibiwa nayo, huyu alikuwa akigonganisha watu, na huyu mwingine chenye iliyofanya yeye adhibiwe hakuwa ni mwenye kujizuia kutokamana na mkojo. Yani mkojo atakapoenda haja ndogo alikuwa ikimgusa nguo yake, mwili wake, alikuwa kuwa mwenye kujizuia sana na hiyo mkojo. Malghaid, ama haja kubwa. Hizo hadithi mbili inaeleza hii haja ndogo, mtu namna gani anaistahili kujiepusha na hizi haja ama hii haja ndogo, sababu ni kile ambacho kwamba itakaweza kukupelekea kukuharibia ibada yako, na hivyo hivyo ikawa kesho ndani ya kabri yako uwe ni mwenye kuadhibiwa kwa kukosa kujizuia na hii mkojo. Ndio Rasul sallallahu alaihi wasallam kueleza haja kubwa alisema, idha wati'a ahadukum bina'alihi al-adha, wakati mmoja wenu atakapokanyaga na viatu yake hii haja kubwa, fa inna turaba lahuma tuhurun, hakika mchanga ndio yenye kuitahirisha ile viatu yake. Na hii insha Allah tutakuja kuieleza ndani ya mlango wa swala, yule ambaye kwamba anaswali swala yake akiwa na viatu yake. Imma ya tatu na nne, almadhi walwadhi, ni madhi na wadhi. Imma almadhi, madhi ni nini? Madhi ma'un daqiqun zaliqun, ni maji ambayo kwamba ni miepesi, ambayo kwamba ni yenye kuteleza, yakhruju inda shahwati, inatoka kwa mwanadamu wakati yule mwanadamu ako na matamanio. Yani wakati ambao kwamba bibi na bwana wanataka kufanya kitendo ya ndoa, hali hiyo ya ile vitangulizi ya kabla ya kufanya, hiyo ndio inaweza sababisha hayo maji kuweza kutoka. Ama mtu akawa anakaa akiwa anafikiria hali hiyo, yani akawa anakaa analeta imagination
katika akili yake. Hiyo pia naye kitu ambacho kwamba ina uwezo ya kuileta hali kama hiyo. Wa yakunu lirajuli wal mar'a, na hii maji yanawezekana kupatikana kwa upande wa mwanamume hata upande ya wanawake, lakini huwa fi nisa'i akthar, lakini upande wa wanawake ndio kwa wingi zaidi ikawa ni yenye kupatikana. Fa fi sahihi, katika sahihi mbili, yani sahih al-Bukhari wa Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, alimwambia yule ambaye kwamba alimuuliza kutokana na madhi, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallama, yaghsilu dhakarahu, ataosha sehemu yake ya siri, wa yatawadha, na atatawadi. Kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam huyo mtu alimwambia kwa kuwa kutokana na madhi unafaa kuosha sehemu yako ya siri, hii ni kuonyesha kwa kuwa hiki kitu ni najisi. Ndipo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaambia awe ni mwenye kuosha sehemu yake ya siri pale haya maji yatakapokuwa ni yenye kutoka. Na hii pia nayo kuna uwezekano ikawa ni yenye kugusa nguo ya mwanadamu, na hii maji haina hisia fulani, pengine ukawa ni mwenye kujihisi namna ambayo kwamba inavotoka. La asha, haina mfumo fulani ambao kwamba utaelewa inatoka. Kuna uwezekano unaona kukua uko na umaji tu uko sehemu yako. Mtu anafaa kujichunga pia nayo kutokana na zile nguo ambazo kwamba anafanya nayo ibada. Walwadhi, na wadhi ni nini? Fahuwa ma'un abyad, naye ni maji meupe takhin, lakini hii maji ni mzito. Yakhruju ba'da al-bawli, sana sana inatoka baada ya mtu kukojoa, kwa sababu ya mtu kuweza kufanya kazi mzito, kubeba kitu mzito, ama mtu akawa amechoka sana. Hiyo hali hiyo ina uwezo wa kusababisha kuweza kutoka maji kama haya. Na hii maji ni maji meupe, lakini kona uzito fulani, ndipo utaona kwa yule ambaye kwamba akona hisia yake sawa sawa, huanga ni mwenye mara nyingi akiwa amechoka, anaona kwa kuwa baada ya kwenda haja ataona kwa kuwa iko kitu kama nyute ambazo kwamba zikawa ni yenye kuvutana baada ya hiyo mkojo. Hiyo pia nayo mwanadamu au ni mwenye kujichunga nayo. Sio mkojo tu peke yake ukaona hii ya mwisho sio mkojo, sababu hii yenyewe ni kama makamasi yakawa ni yenye kuvutana, wewe ukaona kwa kuwa mimi navaa nikienda, uwe ni mwenye kujichunga nayo. Ndio dini ikawa inaamuru mtu baada ya kukidhi haja yake awe ni mwenye kujitamba. Bima fi Baihaqi, kutokana na hadithi unajisi yake kutokana na hadithi ambayo iko katika Baihaqi na Sunan Abi Daud. Katika Sunan ya Abi Daud Ibn Abbas, hadithi ya Ibn Abbas ambaye alikuwa anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam anil mani wal madhi wal wadhi. Ibn Abbas radhiallahu anhu warda alikuwa akimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na mani na madhi na wadhi pia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamwambia, amma almani fa huwa alladhi fihi alghusl, mani inapasa mtu aweze akaoga, wa amma alwadhi, lakini hii wadhi sasa, wal madhi na madhi ambao kwamba tuliyotangulia kueleza, faqala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ighsil dhakaraka, osha sehemu yako ya siri, au madhakirak, au sehemu yako ya siri. Yote iko na maana moja. Watawadha udhu'aka lisala, na baadaye utawadhe udhu yako ya kusali, ndipo uweze ukatekeleza nayo ibada ya sala, ili kuonyesha kwa kuwa hii madhi na wadhi ni kitu ambacho kwamba ni najas, mtu anafaa kujiangalia nayo. Ima ya tano, damu alhaid, ni damu ya haidhi ikhwata algharra, ambao kwamba ni yenye kujulikana. Ni hadithi Asma binti Abi Bakar, unajisi wake ni hadithi ya Asma binti Abi Bakar radhiallahu anha wa ardaha. Huyu ni binti ya Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu wa ardaha. Anasema, qalat, huyu Asma anasema, jaat imra'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam, siku moja mwanamke alimkujilia Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, ihdana, mmoja wetu, yusibu thawbaha, inapata nguo yake, min dami haidhin, damu ya haidhi ina uwezo wa kugusa nguo za kati yetu, yani kama wanawake, nguo damu ya haidhi ina uwezo wa kugusa nguo zetu. Fakaifa tasna, huyo mwanamke ambaye kwamba damu ya haidhi imegusa nguo yake atakuwa ni mwenye kufanya namna gani? Fakala Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, tahuttuhu, kitu ya kwanza huyu mwanamke anafaa kuisugua,
thumma taqrusuhu, alafu aikuna hata kama ni kwa kucha yake, bilma'i, kwa kuweka maji sehemu kama pale, thumma tandahuhu, alafu aimwagilie maji, yani kuisafisha kabisa ili kuweza kuiondoa ile athari yake, thumma tusalli fihi, alafu ile nguo ana uwezo ya kusali nayo. Imma ya sita, rawthu ma la yu'kalu lahmuhu, choo cha wanyama wasieliwa nyama yao, hawa choo zao pia nayo ni najis. Kutokamana na hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu anhu warḍah, sahaba huyu anasema arada an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, Mtume sallallahu alayhi wasallama alitaka siku moja an yatabarraza, aende haja. Faqal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia Ibn Mas'ud, itini bi thalathati ahjarin, niletee mawe matatu. Ibn Mas'ud anasema fawajadtu lahu hajaraini, nilitafuta lakini nilifanikiwa kupata mawe mawili. Warawthin, na choo cha mnyama. Ndio Ibn Majah rawthi hii alisema kwa kuwa ni choo cha punda, ndio ile ambayo kwamba alikuwa amepata. Baada ya kumletea Mtume sallallahu alaihi wasallam ile choo ya punda, fa amsaka alhajaraini, akachukua ile mawe mawili, wataraha ar-rawtha, akatupa ile choo cha ile punda ambayo ilikuwa imekauka. Waqala, na akasema hiya rijisun, hii ni najisi. Hii ni hadithi ambayo kwamba iko katika sahihain. Fadalla hadha anna ar-rawtha ma la yu'kalu lahmuhu najisa. Hii ni kuonyesha ya kuwa kila choo cha yule mnyama ambao kwamba asieliwe nyama yake ni najis. Ya saba, lu'abul kalbi, ni nyute ya umbwa. Katika hadithi ambayo kwamba iko katika sahihain, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, uhuru ina'i ahadikum, kutahirika kwa chombo cha mmoja wenu, idha walagha fihi alkalb, atakapogusa umbwa ama umbwa akairamba ile chombo, an yaghsilahu 7 marratin, inapasa yule mtu aoshe mara 7. Ula kunna, ya kwanza biturabi, aweze kuisugua na mchanga. Ni kuonyesha kwa kuwa kitu ni najis. Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa formula ya yule ambao kwamba aliyepata shida kama hii atatahirisha ile chombo yake namna gani. Imma ya 8, lahmul khinzir, nyama ya nguruwe. Wa najisun, nayo ni najis bittifaqin ulama wote wamekubaliana kwa unajisi wake, li sarihi qawlihi ta'ala, kwa kuieleza ile kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iliyosema, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Suratul An'am. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, qul, sema Muhammad, la ajidu, mimi sipati, fima uhiya ilayya, ile Qur'an ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala alinishushia mimi wahi, ala ta'imin, kutokamana na chakula ya ta'amuhu ambao kwamba mwanadamu anakula, illa an yakuna, isipokuwa ile ambao kwamba ni haramu, ambao kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha, maitatan, isipokuwa ni maiti, au daman masfuhan, ama damu ambao kwamba iliyoganda, au lahma khinzirin, ama nyama ya nguruwe, fa innahu rijsun, sababu hii ni najis. Mtume sallallahu alaihi wasallama akawa ni mwenye kuambiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala aseme maneno kama hayo, kulingana na hii aya kuonyesha kuwa lahmul khinzir, nyama ya nguruwe, pia nayo ni miongoni mwa yale ambayo kwamba ni najis, pamoja na kuwa ni haram, lakini hivyo hivyo ni najis. Insha Allah tuwe ni wenye kukomea hapo. Insha Allah Mwenyezi Mungu akituwafikia, bado najis hatakuwa ni wenye kuimalizia. Kesho insha Allah tutakuja kuigusia pia nayo makombo ya paka. Pengine paka ametia mdomo wake ndani ya maziwa kama hayo, je, ni najis ama bado itabaki ikiwa tahara? Hayo insha Allah na mengineo tutakuja kuyajua insha Allah katika maqta' al-qadim. Wassalamu alaikum.